Katika jiji la Nairobi, aliishi bilionea maarufu aitwaye Daniel Mwangi. Daniel alikuwa mmiliki wa makampuni makubwa ya ujenzi, hoteli na biashara za usafirishaji Afrika Mashariki. Licha ya utajiri wake mkubwa, moyo wake ulimpenda mwanamke mmoja tu aliyeitwa Aisha. Aisha alikuwa mrembo, mpole na mwenye heshima. Walikutana wakati Daniel bado alikuwa akijenga biashara yake, na Aisha alimsaidia kupitia nyakati ngumu hadi akafanikiwa kuwa tajiri mkubwa. Walipofunga ndoa, maisha yao yalionekana kuwa ya mfano kwa watu wengi. Waliishi katika jumba kubwa lenye bustani nzuri, magari ya kifahari na wafanyakazi wengi. Lakini nyuma ya furaha hiyo kulikuwa na tatizo moja lililoanza kuwatesa baada ya miaka kadhaa ya ndoa. Miaka 5 ilipita bila Aisha kupata mtoto. Mama yake Daniel, Bi Veronica, alianza kumchukia Aisha polepole. Kila siku alimkosoa na kumwambia kuwa mwanamke asiyeweza kuzaa hana nafasi katika familia yao. Daniel naye alianza kubadilika kutokana na presha ya mama yake. Upendo aliokuwa nao kwa Aisha ulianza kupungua. Usiku mmoja, Aisha alilia akiwa peke yake chumbani, akijiuliza kwa nini maisha yalikuwa yakimbadilika ghafla. Hakujua kuwa majaribu makubwa yalikuwa yanamgoja mbele yake. Bi Veronica hakutaka tena kumwona Aisha ndani ya nyumba ile. Kila alipokuja kutembelea, alihakikisha anamfedhehesha mbele ya wafanyakazi. Miaka 5 yote hakuna mtoto. Unasubiri nini hapa? Alisema kwa sauti kali siku moja wakati wa chakula cha jioni. Aisha alinyameza huku machozi yakimtiririka polepole. Daniel alikuwepo, lakini hakumtetea mke wake. Hilo lilimuumiza zaidi kuliko maneno ya mama mkwe wake. Veronica alianza kumtafutia Daniel wanawake wengine kwa siri. Aliamini familia yao ilihitaji mrithi wa mali na biashara. Siku moja alimleta mwanamke aitwaye Sandra nyumbani kwa Daniel. Sandra alikuwa mrembo wa mjini mwenye tabia ya kujipendekeza. Veronica alimwambia Daniel kuwa Sandra angefaa kuwa mke bora zaidi kwa sababu alikuwa mdogo na angeweza kupata watoto haraka. Daniel alianza kutumia muda mwingi na Sandra huku akimpuuza Aisha. Aisha alihisi ndoa yake ikivunjika mbele ya macho yake. Alijaribu kuongea na Daniel, lakini kila alipofanya hivyo, Daniel alimjibu kwa hasira. Sitaki presha zaidi kuhusu watoto, Daniel alimfokea. Usiku huo Aisha alikesha akilia. Alimkumbuka Daniel wa zamani, aliyekuwa akimpenda bila masharti. Hakujua kuwa Sandra hakuwa mwanamke wa kawaida kama walivyodhani. Asubuhi moja, Veronica aliingia ndani ya nyumba akiwa na hasira kali. Sandra alikuwa amekaa sebuleni karibu na Daniel huku akicheka. Veronica alimuita Aisha mbele yao wote. Leo nataka uondoke katika nyumba hii, Veronica alisema kwa sauti ya ukali. Aisha alishtuka. Mama, nimekosea nini? Umeshindwa kuipa familia yetu mtoto. Hatuhitaji mwanamke tasa hapa. Aisha alimwangalia Daniel akitarajia angemtetea, lakini Daniel alinyamaza huku akiepusha macho yake. Ukimya wake ulimvunja moyo kabisa. Veronica aliwaamuru walinzi wabebe vitu vya Aisha na kuvitupa nje. Aisha alilia na kuomba apewe muda, lakini hakuna aliyemsikiliza. Sandra alitazama kimya kimya huku akitabasamu kwa siri. Aisha aliondoka akiwa hana pa kwenda. Alitembea barabarani huku mvua ikinyesha. Watu waliokuwa wakimpita hawakujua kuwa mwanamke huyo aliyekuwa analia alikuwa mke wa bilionea maarufu. Usiku huo alilala katika nyumba ndogo ya rafiki yake wa zamani aitwaye Mary. Mary alimpa chakula na mahali pa kulala. Aisha alijisikia kudhalilishwa sana, lakini ndani yake bado alikuwa na matumaini kuwa siku moja ukweli ungejulikana. Hakujua kuwa Sandra alikuwa na siri kubwa ambayo ingebadilisha kila kitu. Sandra hakutoka katika familia ya kawaida kama Veronica alivyodhani. Kwa nje alijifanya mwanamke wa kawaida aliyekuwa akitafuta mapenzi ya Daniel, lakini ukweli ulikuwa tofauti kabisa. Sandra alikuwa bilionea mkubwa wa siri mwenye makampuni ya teknolojia, usafirishaji wa kimataifa na migodi katika nchi mbalimbali za Afrika. Alikuwa tajiri kuliko hata Daniel mwenyewe. Alikuwa amezoea kujificha ili watu wajue tabia zao halisi bila kuvutiwa na pesa zake. Alikutana na Veronica katika hafla moja ya kifahari ambapo Veronica alimshawishi aje kumchukua Daniel kutoka kwa Aisha. Sandra alikubali, lakini si kwa sababu ya mapenzi. Alitaka kujua jinsi familia tajiri ilivyoweza kumtesa mwanamke asiye na mtoto. Kadri siku zilivyopita, Sandra alianza kuona ukatili wa Veronica na udhaifu wa Daniel. Hakupendezwa na tabia zao.
Alianza kuheshimu Aisha zaidi baada ya kuona alivyo na moyo wa upole licha ya mateso yote. Siku moja, Sandra alimfuata Aisha kwa siri katika nyumba ya Mary. Aisha alishtuka kumwona. Umekuja kunicheka? Aisha aliuliza kwa huzuni. Sandra aliketi chini na kusema kwa sauti ya upole, la, nimekuja kukusaidia. Kuna mambo hujui kuhusu mimi. Aisha hakuelewa chochote, lakini mazungumzo hayo ndiyo yaliyoanza kubadilisha maisha yake milele. Sandra alimpeleka Aisha hospitali ya kifahari kwa siri ili afanyiwe vipimo tena. Aisha alishangaa kwa nini Sandra alikuwa akimsaidia badala ya kumchukia. Baada ya vipimo vya kina, daktari aliwaita ofisini. Bi Aisha hana tatizo lolote la kupata mtoto, alisema. Aisha alishtuka sana. Inawezekanaje? Daktari aliendelea. Tatizo linaonekana kuwa kwa mume wako Daniel. Hii si kosa lako. Machozi yalimtoka Aisha. Kwa miaka yote alikuwa akiteswa kwa jambo ambalo halikuwa kosa lake. Sandra alikasirika sana baada ya kusikia ukweli huo. Sasa ninaelewa kwa nini ulikuwa ukiumia kila siku, Sandra alisema. Aisha aliumia zaidi kujua kuwa Daniel hakuwahi hata kujitahidi kufanya vipimo vya kweli. Alimruhusu mama yake kumtesa bila sababu. Sandra alimwambia Aisha ukweli kuhusu utajiri wake mkubwa na makampuni alivyokuwa nayo. Aisha alishangaa sana. Hakuamini mwanamke aliyodhaniwa kuwa mchimba mali alikuwa tajiri mkubwa kiasi hicho. Nitakusaidia kupata haki yako, Sandra alimwambia. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Aisha alianza kuona mwanga wa matumaini katika maisha yake. Daniel alianza kugundua kuwa Sandra hakuwa akimpenda kama alivyodhani. Sandra hakutaka kutumia pesa zake wala kuonyesha kuvutiwa na mali zake. Hilo lilimchanganya. Siku moja Daniel alimwona Sandra akiwa kwenye mkutano mkubwa wa biashara katika hoteli ya kifahari. Alishtuka kuona wafanyabiashara wakubwa wakimheshimu sana. Aliposikia Sandra akiitwa CEO wa kampuni ya Global Tech Holdings, karibu azimie. Baadaye alimfuata kwa hasira. Ulinidanganya. Wewe ni nani? Sandra alimjibu kwa utulivu. Sikudanganya. Nyinyi ndio mliohukumu watu kwa kuangalia hali zao. Daniel alianza kuona aibu. Polepole alianza kukumbuka jinsi Aisha alivyokuwa mwema kwake miaka yote. Alikumbuka namna alivyomfukuza bila hata kusikiliza upande wake. Usiku huo Daniel hakulala. Mara ya kwanza alianza kujiuliza kama kweli alikuwa mwanamke wenye haki. Veronica bado alikuwa akimsukuma awe Sandra haraka, bila kujua kuwa Sandra alikuwa tajiri mkubwa kuliko familia yao yote. Daniel alianza kutafuta taarifa kuhusu Aisha kwa siri. Moyoni mwake alijawa na majuto makubwa. Veronica alipanga sherehe kubwa ya kutangaza ndoa ya Daniel na Sandra. Wafanyabiashara wengi maarufu walialikwa. Veronica alijivunia sana mbele ya wageni. Lakini katikati ya sherehe, Sandra alisimama mbele ya watu wote akiwa na kipaza sauti mkononi. Nina jambo muhimu la kusema, alisema. Ukumbi ukawa kimya. Sandra aliendelea. Familia hii ilimfukuza mwanamke mwema kwa sababu walidhani hawezi kupata mtoto. Lakini ukweli ni kwamba Aisha hana tatizo lolote. Veronica alishtuka. Daniel alibaki kimya huku kichwa chake kikiwa chini. Sandra akaendelea. Nilifanya uchunguzi wangu mwenyewe. Tatizo lilikuwa kwa Daniel. Lakini walimtesa Aisha kwa miaka yote bila haki. Wageni wote walianza kunong'ona kwa mshangao. Veronica alihisi aibu kubwa sana. Sandra akafichua pia kuwa yeye ni bilionea mkubwa mwenye makampuni nyingi duniani. Watu wote walibaki midomo wazi. Nisingeolewa na mwanamke anayeshindwa kumlinda mwanamke aliyempenda, Sandra alisema kwa sauti kali. Baada ya kusema hivyo, aliondoka ukumbini huku kila mtu akiwa amebaki katika mshangao kubwa. Habari za fedheha hiyo zilisambaa kote Nairobi. Magazeti na mitandao vilianza kuandika kuhusu jinsi familia ya Daniel ilivyomtesa Aisha bila sababu. Veronica hakumeza kuvumilia aibu hiyo. Marafiki zake wengi walimkwepa. Watu walimuona kama mwanamke mwenye roho mbaya aliyebomoa ndoa ya mwanawe. Daniel naye alianza kupoteza baadhi ya washirika wa biashara waliokuwa hawapendi tabia yake. Alianza kujuta kila kitu alichomfanyia Aisha. Siku moja Daniel alimfuata Aisha katika nyumba ya Mary. Alimkuta akiwa ametulia na mwenye amani zaidi kuliko zamani. Aisha, nisamehe, alisema huku machozi yakimtoka. Aisha alimwangalia kwa huzuni. Nilihitaji upendo wako wakati wote walipokuwa wakinitesa, lakini uliniacha peke yangu. Daniel alilia kwa majuto, lakini majeraha aliyosababisha yalikuwa kubwa sana. Aisha alimwambia bado alikuwa akijifunza kujipenda tena baada ya mateso yote. Sandra hakumwacha Aisha peke yake. Alimsaidia kufungua kampuni mpya ya mitindo na bidhaa za wanawake. Aisha alikuwa na kipaji kubwa cha ubunifu ambacho hakuwahi kupewa nafasi ya kuonyesha. Baada ya miezi michache, biashara ya Aisha ilianza kukua haraka sana. Wanawake wengi walivutiwa na bidhaa zake.
Aisha alianza kuwa mwanamke mwenye nguvu na kujiamini tena. Sandra na Aisha wakawa marafiki wakubwa. Sandra alimfundisha mambo mengi kuhusu biashara na uongozi. Polepole Aisha alianza kusahau maumivu ya zamani. Daniel aliendelea kumfuatilia kwa mbali. Kila alipomwona Aisha akifanikiwa, moyo wake ulizidi kuumia kwa sababu alijua alimkosea mwanamke bora. Veronica naye alianza kuugua kutokana na msongo wa mawazo. Mara nyingi alikaa peke yake akifikiria makosa aliyofanya. Aisha hakutafuta kulipiza kisasi. Aliamua kuendelea mbele na maisha yake mapya. Ndani yake alijifunza kuwa thamani ya mwanamke haipimwi kwa uwezo wa kupata mtoto pekee. Miaka miwili baadaye, Aisha alikuwa mmoja wa wanawake wafanyabiashara wenye mafanikio makubwa nchini Kenya. Kampuni yake ilikuwa imepanuka hadi nchi nyingine za Afrika. Siku moja alipokea mwaliko wa hafla kubwa ya biashara. Alipofika alimuona Daniel akiwa amekaa peke yake. Alionekana mnyonge na mwenye huzuni kuliko zamani. Daniel alimsogelea taratibu.